Benita, leo jiandae. Maana ushamzoea Lina. Sasa mimi leo nakupasua kichwa. Chukua tucheze. Nikufunge mpaka ukome. Kunywa kwanza mbili. Ili upate uhai. Yaani bado hujawaza? Cheza. Kadi moja. Benita, unajua lile swali limetokea asubuhi leo, mimi bado linanipa wasiwasi. Kwa bado nafikiria tu swala la JJ. Hivi unaliona ile swala la kawaida? Of course mimi kiupande wangu sijaona kama kuna shida yoyote. Japokuwa linashangaza. Yaani ungejua jinsi nilivyomkuta na alivyoshtuka. Hapana, hapa patakuwa na kitu. Asa jua mwenyewe kuna mashida yake na njanja zake zinampelekesha. Benita, hivi unajua JJ sio mtoto? Yule ni mtu mzima na akili zake timamu. Hawezi tu kurupuka poru mpaka chumbani na kuanza kufanya vitu ambavyo nimevikuta anavyovifanya pale. Sio kweli. Hapa kutakuwa kuna kitu. Ni vile tu sisi hatujui chochote, lakini hapa kutakuwa kuna kitu kinaendelea. Sio bure. Sheila. Yaani kwa nini yeye haipo sawa? Nimeshakwambia yule atakuwa na manja yake madeni, ameshamkomesha, amempasua kichwa, anahisi akiingia mle ndani atakuta hela. Kwa hali hii nani aache lake ndani? Kwa kwanza mimi hapa. Atakuwa amenoa. Cheza. Mimi nimemaliza. Fanya kuchanga. Hidden truth, hakuna siri ya milele. Kila uongo mwisho wake huonekana. JJ. Naona umepoa tu hapo, mwenyewe unapunga hewa. Hata nilikuwa sipungi hewa, asema hiyo hewa inajileta tu. Hai ni JJ, kama mtu hajakuzoea anaweza akasema kwamba akili zako zimeruka. Lakini kwa sisi ambao tumeshakuzoea, tunakuona kawaida tu. Niko hapa, nilikuwa natafakari vipi siku itakwenda na itaisha vipi. Sawa, ni vizuri. Lakini JJ, mimi kuna kitu nilikuwa nataka kujua kutoka kwako. Kabla ya kifo cha baba yangu, wewe ndo ulikuwa mtu wa karibu sana hapa nyumbani. Na nina imani kuna vitu vingi ambavyo wewe unavifahamu. Sasa nia na dhumuni la kunisogeza hapa karibu yako ni kutaka kujua baadhi ya vitu. Hivi baba hakuwahi kuwa na rafiki yoyote wa karibu, labda wanabadilishana mawazo, wanakaa kwa muda mrefu wakipiga story? Kiukweli alikuwa naye. Alikuwa na rafiki. Walikuwa wanaketi, wanazungumza, wanabadilishana story. Lakini hakufa naye. Sawa. Nilikuwa naomba uniambie huyo rafiki yake ni nani? Ni JJ. Kwa hiyo mimi ndo niliyekuwa rafiki yake mkubwa na ndio niliyekuwa mtu wake wa karibu. Tulikuwa tukiketi tunazungumza mambo mengi sana kuhusu maisha. Na alikuwa akinielewa sana. Kwa hiyo hajawahi kuwa na rafiki mwingine tofauti na mimi. Nimefurahi kusikia hivyo. Sasa hapo naweza nikapata majibu yangu. Umesema wewe ndo ulikuwa mtu wa karibu yake. Mlikuwa mkibadilishana story. Je, hajawahi kukuambia kitu chochote kuhusu labda hati, dokumenti, kuhusu labda biashara zake, nyumba, magari? Mimi nilichowahi kusikia ni kwamba mashamba, majumba, magari anauza. Hicho ndio kitu pekee ambacho mimi niliwahi kusikia. Lakini kuhusu sijui hati, document,
makaratasi, sijui chochote. Kwa hiyo unataka kuniambia hakufanikiwa kuuza, si ndio? Hakufanikiwa. Si magari haya hapa, magari yamepangana hapa, jumba unaliona hili, kila kitu kipo, kule mashamba yapo, kila kitu. Sasa unauliza nini tena? Wewe JJ, kwani umechanganyikiwa? Hapo magari yako wapi? Kwa kama uyaoni tafsiri yake ni nini? Yameenda wapi? Yako mfukoni mwangu? Yako kaburini kwake? Vitu vingine unajiongeza kwa protocol. Kwa protocol. Yaani kuna swali ambalo ukijiuliza wewe mwenyewe majibu tayari unayo papo hapo. Hapa magari yalikuwa yanazagaa hapa. Yalikuwa mengi sana hapa magari, huku magari, huku magari, huku magari, huku magari. Mashamba yalikuwepo. Hivyo vitu vyote hamjavikuta. Unauliza nini tena? Okay, basi sawa. Naona kama nimekuja kukuvurugia mudi yako. Nashukuru kwa hayo ambao umenijibu. Lakini pia nitakuomba wakati mwingine kama nitakuwa nahitaji baadhi ya vitu kutoka kwako. Na imani sijakuharibia wakati. Hidden truth, hakuna siri ya milele. Kila uongo mwisho wake huonekana. Hidden truth, hakuna siri ya milele. Kila uongo mwisho wake huonekana. Yaani hawa watoto wataniua. Hawa watakuwa wanalau jambo. Yaani light kama ningelikuwa na uwezo ningeozesha wote. Nikaanza yule mkubwa wa mkorofi nikaolewa, nikafuata yule mwingine nikachukua mali akaolewa, nikafuata haka kingine kanania kakaolewa, kale kingine ambako kanaongea sana kadogo dogo keupe kasiko kuona rangi kakaolewa, hata nawavuta bange huko wajinga washenzi, nikabaki huru hapa nyumbani kwangu. Nyumbani. Nakuwa mniuliza mimi maswali ya ajabu kila siku. JJ. Mimi hata ningekuwa KK. Pumbafu ninyi. Mnataka kunitoa roho. Mimi ni mtoto wa mwanamke mwenzenu. Mimi ni mtoto wa mama yangu. Msinitoe roho mimi wewe. Kila siku JJ, baba. Kama alikuwa baba yenu na alijua hivyo vitu vipo, kwa nini hakuambia? Sasa ashinde kuambia yeye mwenyewe, mimi ndio mje kuniuliza hayo maswali, mimi natoa wapi hayo majibu? Nyie wote wajinga. Tena wapumbavu. Na leo hiyo mwanzo na hivi haonisikii. Si karibu hapa akawa mengine. Lakini lazima nijitutumue bwana. Huu ni uonevu. Mambo gani wanafanya haya? Lazima waniheshimu. Kwanza nina ndevu. Hilo la kwanza, lazima waheshimu ndevu. Kwa unapokuja kukaa hapa unazungumza maneno ya hekima. Kama vipi yani ningelikuwa ni mtu mwingine mshenzi wote huku ninge mimi. Mambo gani haya? Unaanza unaoa mkubwa, unaoa mdogo, afu unachukua chumba kimoja unawaweka humo. Haya wewe bi mkubwa, wewe utalala miguuni, wewe kushoto, wewe kulia, wewe utalala huku na kuweka kichwa, unalala hivi na kuwekea kichwa. Na koroma tu. Ndio vingepata adabu. JJ. Basi tutaimba JJ mlinzi JJ mlinzi. Hidden truth, hakuna siri ya milele. Kila uongo mwisho wake huonekana. Hidden truth, hakuna siri ya milele. Ama hakika ukishakuwa na mapengo huwezi kucheka kwa uhuru. Naumia sana kila ninapotafakari kwa kina kuhusu maisha yangu, lakini hata pale ninapoamua kuchukua hatua ya kuitazama nyumba hii pamoja na kila kitu kilichomo. Baba, mtihani ulioniachia ni mzito sana, lakini bado naendelea kupambania. Ama hakika kama kweli shujaa ni yule atokanaye na vita kali, basi nitapambana katika vita hii hadi nihakikishe naipata hatima iliyo njema ya maisha yangu.
Bila shaka hawa ni watoto wa kike tu. Nina uwezo wa kutumia mbinu ya aina yoyote ile na kuhakikisha nafikia malengo yangu. Kama nimelala, niamke usingizini, na kama ni upofu, basi nitakasike sasa. Kama ni ujinga, umekwisha. Naingia kazini sasa. Mungu nisaidie. Wewe. Wewe nani? Mimi mwenye mamlaka ya kuruhusu watu waingie humu ndani au watoke. Afu hii nyumba si wanajigwa tu aina gani? Kwani umetokea wapi wewe? Mimi ni malkia humu ndani. Malkia? Hebu sikiliza. Hii nyumba haina mfalme wala mtukufu. Sasa huo malkia wako peleka huko. Sawa? Unanipotezea muda wangu. Maana nimechoka, nilikotoka nimevurugwa au nivuruge, mtoko usinichanganye jamani. Wewe. Alafu haya si ya kuvaa shingoni, sijui kwenye nani haya madude haya. Wewe kwa nini unavaa miguuni? Nishaelewa, nataka vishwe kiunoni Sasa zungumza, cheka, lakini wakati wa majonzi utajutia. Wakati ambapo kibara chako kitaota nyasi, utajuta mara mbili. Sasa sikiliza, niko busy na majukumu yangu, sina muda wa kupoteza. Kusanya hizo ngwangwala zako na hiyo mizigo yako isiyokuwa na maana. Rudi nje, kajitambulishe vizuri getini, uniambie wewe ni nani, umefuata nini, na hapo ndipo nitakuruhusu kuingia hapa. Vinginevyo ondoka. Mimi nimeajiriwa hapa, mimi mtu mwenye mamlaka. Mimi natawala jumba lote hili, nalinda watu wote hao. Unaniambia mimi taila? Au unataka nikupakie kwenye chepe ili nikutupe dampo huko, nikutupe nje ili uone uwezo wangu? We JJ! Nino, ingia ndani. Wewe mimi na wewe tutamalizana. Dawa yako inachemka.